introduce Jeff Koinange. Good evening, viewers. These are about 3 letters that follow each other, JKL. Tonight. Yeah, anyway. Yeah. Karibuni sana, haliho theoli. We welcome you tonight. Yeah. Karibuni sana. Hapa tunafaa kuandika ni Fupisha Usiku versus Farodhi wala. By the way. Unajua jana hatukuwa na Fupisha. Hamkuwa na Fupisha? Jana hatujafupisha. Stima iliturenga. Yeah. Good. Kabisa. Karibuni sana. Popote ulipo. We welcome you tonight. Haleho theoli. Cecilia Lucy, karibu sana. Masi Johnny, how are you? Karibu sana. Welcome. Karibu sana. Haleho theoli. Waine wa umuthi tutirigaine. So karibuni sana. Yes, welcome on board tonight. Haleho theoli. Terete maundu maiganona. Orosho gukoro ri mwega. So mko wapi? Mweko muhaini oyo. Karibuni. Yes, hatujambo. Karibuni sana. Haleho theoli. Yes, mko wapi leo? Kayando madira ko mode. Na Valentine iragithiri. Valentine imeisha. Mko wapi leo? Where are you? Karibuni na uite marafiki. Yes, karibuni na ukiingia unasalimia watu. Alafu uite marafiki. Getha tuhote ukiarangia hwaini uyu. Haria hothe uri karibu na ukaribishe marafiki. Yes. Karibu na ukaribishe marafiki na happy Valentines. Unajua hatukuweza kuonana wakati wa Valentine. Miriam, ama watu walienda Valentine? Watu wako vacation ya Valentine hakukuwa hata na Valentine. Valentine hata hakukuwa nayo. Ungeenda vacation gani? Niulize ni watu wangapi walipelekwa hapa? Kuna kama sisi tulikuwa kwa shamba. Lakini mimi nilikuwa nimetoka Valentine. Kuna wewe ulivaa tu nguo ya Valentine. Ulivaa tu nguo ya Valentine. Lakini ni sawa tu. Blessed Favored, nidamugeithia murega turega muno Miriam. Tuko sawa? Na tumewakaribisha siku ya leo haria hothe uri. Karibu na woko gashare link haria hothe mundu ari. Nigetha wabui wa Camilas, how are you? Uko sawa? Kaiverothi usiseme huku pea wanyabura maua. Bua jeni hiyo story. Hiyo story mukanyagie, tutafika hapo. Masegane, asante sana hata nyinyi karibuni Mombasa tena tunawapenda sana. Thank you. Jesus Family TV, watching from Murang'a County, Mothithi ni hapo karibu na kwetu. Lucy Jogu Saseni wapendwe, tuko poa. Karibu sana, ukiingia tusalimia, tunakutambua because we love our fans. So waigira koiga hi na sisi tunakusalimia because we value you. Yes. Ati tunasema leo ni Farodhi Wathayo ama Virginia Wangari TV Fupisha Usiku wakikutana na Farodhi Wathayo fans. Yes, nikio tu goko. So karibuni sana haleho the modwali. Karibuni Florence Jogona ukiwa Dubai.
Thank you na usalimia wa Prezo, nafikiri yako huko. Mama alitoka Dubai. Ndio hiyo kwa huko. Nafikiri yako Dubai. So karibu sana. Thank you na karibuni sana. Haliho the muri. Hiyo mothe ando mathire ku. Mulienda wapi leo? Rispa Dhuku. Kwani leo mko wapi? Watching from Nyeri. Karibu sana. Salimia watu wa Nyeri. Yes. Mothe kai mumagali ya mwathie ku. Na sisi leo tuko hapa. Although tumechelewa, tulikuwa tuingia mapema. Ngaje tumechelewa kidogo. Lakini ni sawa. Ngata gavana ole wa Meru ya aliganirwo ne kiria. Ni sawa. Aliganirwo speech galine ya CS Kagwe. I was on my speech ya hedi wengi. Akira president, I only take 3 minutes. Minimum 2. If you go makinya akiuga I think hii ni ile last time. Amukuona hako. Amukuona hako. Anyway. So Lucy Njogu, karibu sana. Karibuni sana. Most welcome. Haliho the modo wali feel akiwa nyumbani. Na tuingie kwa githomo ya siku ya leo. Si you preach kidogo. Si unajua Fupisha usiku naona unawapea neno. Wani unajua by the way unafaa kuja Fupisha kadhaa huku ndio uwape watu neno. Nipe watu neno sababu pale Fupisha usiku tunaongeaga. We always usiku we never preach usiku. Yes. Encourage people. Sababu tunajua kuna watu wengi sana na wabiaga, kuna watu wengi sana wameingia right now. Mtu mwingine anataka tu kusikia neno moja. Asikie kama amepata nguvu. Wengine wako hapa mtu analia, wengine wako na maumivu ya mwili. Mwingine doa yake tu imeharibika jana. Sasa ajui, anaona kifupi. Na ajui kama watu usurvive wakipatwa na mambo kama hayo. Lakini all the time na wabiaga kuna Mungu mbinguni na God anakuaga aware whatever you are going through. Mungu anajua. Wengine wamesimamishwa kazi. Sasa mtu anashindwa, sasa hao ni watoto, kuna bills, kuna mambo, wengine ni madeni. But nawabiaga hata madeni Mungu, God is away. Na God anajua the way vile atatua hiyo mambo. Kwa hivyo if you are there, unasikia ukiwa down, unasikia kama hauna even breakthrough ya maombi. Niwaambia wakati unasikia uko chini, hata hauna breakthrough ya maombi, niwaambia ukiingia kwa sifa, unaingia unajikutaga ukiombea, ukiomba, hata unajisikia, hata unaongea na dimi, because unaenda ukikaribia huyu Mungu. Kwa hivyo tonight Fupishians, Faruthi Wadhayo TV, mimi nikiwa hapa kama Virginia, the CEO wa Virginia Wagere TV, nawaambia ya kwamba kuna kujitia nguvu, because some people wanapataga kashida, unapata challenge kidogo tu, then unaanza kusema naona kama Mungu ameniashiria, naona kama sitaendelea na maisha, naona kama nataka kujinyonga, naona kama nataka kujihamu, naona kama nitaweka familia yangu yote mahali tujiue. Even nimeanza kuona watu, if you have not achieved your goal, sababu kila mtu anakuaga na maono na kila mtu najua uko na maono, lakini sio kusema this year kama hujatimiza yenye ulikuwa umesema. Haijasema ujidhuru, haijasema ujidharau, hatujasema ati ujiblame. Sababu kuna kuaga na wakati mwingine, by the way, sababu I remember the time I was praying for my kid. Najua nilijaribu sana. Mwaka ya kwanza nikajaribu. Na ninajifunga. Najifunga, naomba, natuma watu waniombee, lakini unaona ni kama hakuna njia inaonekana. But that one haikunifanya inaweza kuwa hakuna dalili inaonekana. Hakuna. Na ni hoire, na ni wehingire, you have done, ona ni uheanite, whatever it is supposed to be done, umefanya. Hata labda umetoa sacrifice. Yote umefanya.
Umejifunga. Umeomba, umechoka. Ginya hiyo kahoya Ngai ukona. Sasa hakuna hata haja ya kuomba. Juu nishamaliza kila kitu. Umejinyima chakula ati una fast. Haifanyiki. Unaomba haifanyiki. Unaencouragewa Kwani hujawahi ingia morning glory na mnaenda kotini? Yani the way you are praying, hata watu wanaona haha milango imefunguka yote. Hapo hakuna kitu inaweza simama. Yani mpaka unasikia you are convinced. Sio, uko set. So alafu mnaenda pale unakuta hata saa hiyo ndio watoto wameshikwa wanavurutwa. Unaona watoto wanavurutwa hata uwezi karibia mpaka ule mtoto. So lakini hiyo sio kumaanisha ati God is not aware. Na sio kumaanisha ati sasa umefika mwisho. But I don't think, sijui kungefanyika namna gani. Kuna wakati mmoja tulienda kotini. Then wakati tulienda kotini tulikuwa tumeomba vizuri na Fupisha. Hata kuna wamama walikuwa wamejifunga. Na wengine wakasema wakamake a group. Hiyo group ilikuwa conducted by akina Mirimurege Edith, akina Mama Sara, akina Vero, walikuwa hapo wamama wengi sana. So walikuwa wamejifungia mahali, wako majuu, lakini walikuwa na vile walikuwa wanaendesha maombi. So that tusidikisha nikienda kotini. But that day yenye tulikuwa tumeomba vizuri sana, that day ndio tulienda pale, ukakuwa no judgment. Kwa hivyo hiyo ndio siku tena miguu ikakosa hata nguvu ya kusimama. Nikaanza kutapika, mtu akuwa mgonjwa, ukaanza kutembea kama umeshikiliwa. But that one haikusema ati hakutakuwa judgment. Still ikafika mahali tukasema but tunajua God will make a way. Kukufa nguvu kwako si kumaanisha Mungu hajaandaa chenye anataka kukufanyia. Ndio hiyo. Because wewe unaweza kufa moyo, lakini si kumaanisha Mungu atabadilisha ama atachange vile alikuwa amekupangia. Ndio hiyo. So that why niko hapa jioni when encourage somebody mwenye hata ameenda ametafuta mtoto. Kuna mtu ametafuta mtoto sana. Mpaka anaona sasa hata sijui, hata anasikia kumanaza naenda kutafuta kama Wanyabura na kou ama ndio ni yule mwingine. Unajua kuna kuwaga na sauti za kila aina. Unaweza kaa pale uone ni kama huyu Talekedo. Unaona? Unaona kama utaenda kutafuta. But sita ku-encourage uende ukatafuta. Hata tunaangalia tunaona hana, maybe hana, pengine alifanya mambo mingi hata doubt. Mpaka unafika una doubt mwenye mko na yeye. But time ya Mungu ndio inakuaga the best. Unaona? Kwa hivyo kuna kugojea na kuna kuvumilia. By the way, sometime na wabianga hata mimi sitakagi kusema mambo ya kina nani, na angaliaga my life, how my life imepita na vile imeenda. So hakuna siku hata moja, kuna masiku mingi ilipita. Lakini hata wakati nilikuwa niko kwa ile nyumba yenye nilikuwa nimefungiwa, hakuna siku hata moja nilifikiria kama nitatoka kwa hiyo nyumba. Nilikuwa naona hii mambo ni mapito. Umefika mwisho wako. Nimefika mwisho, lakini mapito na kukuagia. Yani unajua kuna mahali yes unajuanga kutakuwa mambo itakuwa sawa, ingawaje hujuangi ni lini. So you live by expectations. Sikujua hata itayagerera nikiwa nje. I thought mutheni kuhora. Itafika mahali atulie. Lakini sikujua vile kutaenda. Kwa hivyo hakuna siku niliota danger. Lakini right now hata wakati nilitoka nje tena kifupi kanigonga, hakuna siku hata niliota. Yani ndio Mungu amekutoa. Amenitoa. Lakini huo ndio mwanzo wa mashida sasa. Hiyo ndio kwanza ikaikia ile baya mpaka nikaona hata imagine sikujua kwenye nitatokezea ama ni wapi. Sasa I don't know kama umewahi kuwa in a situation sasa, sababu huoni mbele ama nyuma. Sasa unakuwa hata wewe wenye mnakaa na wao, unajua especially wakati tulikuwa kwa pale ghetto. Hiyo life ya hapo unajua lazima uadapt
lakini hiyo na huko umezoea. Na sikuwa nimezoea. Lakini niliona ni ya sisterhood. Ulikuwa umezoea nyama ya nyumba, sio mutura ya barabara. Unaona? Hata ile ya nyumba bado na choo pia. Ulikuwa umezoea ya nyumba ndani. Lakini sasa huko nje pia ni shida. Hata hakuna environment. Ka TV. Ati ndio ulikuwa comfort zone, hata kama haukuwa na freedom, ulikuwa comfort zone. Sasa umeenda mahali uko na freedom lakini hakuna comfort zone. Wacha nikwambie, hiyo life ya huko inakuwaga ya sisterhood. Ni kama shida kigeugeu. Hiyo sasa ni ile mgeni anaigiaga. Unagoga kwa Wanyambura. Niweke sukari vijiko mbili mgeni aende. Uko na kiberiti nipatie tumiti 3. Unaona? Hiyo sasa hiyo maisha inakuaga hivyo. Hiyo ni ya sisterhood. Nisaidie na support. Inabidi ukuwe na rafiki. Ingawaje unamzoea, inabidi ukuwe na rafiki wa karibu mwenye unaweza itisha kiberiti kila siku na asikuchukie. Na ukae tu mzuri. Alafu unajua hauna kiberiti, hauna sabuni, hauna chumvi, hauna majani, dasta ya kuosha nyumba, karibu kila kitu hauna. Dasta ya kuosha nyumba. Unaona? Unajua umenikumbusha mahali nilikuwa naishi wakati mmoja Mlango Kubwa. Ilikuwa jirani alikuwa sio kabila yangu, sipendi kutaja makabila sana. Sasa alikuwa neighbor. So sasa aliniomba akachoka akaanza kutumia watoto sasa. Hala Mlango Kubwa. Sasa nilikuwa nasikia asubuhi na mapema wakienda shule. Kuku. Sasa najidua. Mliniamusha jana, mliniamusha juzi, mliniamusha. Ati nimeambiwa na mama nipatie 10 bob. Alafu unajua baba yao alikuwa kazi. Kumbe sasa ile pesa anapata ni kidogo sana. Kwa hivyo haezi manage ya kuacha ya nyumba ya kawaida, ya chakula ya watoto ya kubeba na so mtoto akiitishwa kitu alikuwa anakuja kwangu. Saa hiyo mimi ni student. Sasa nilikuwa na shida. Mimi ni wa kuomba alafu unalikuja kuniomba. Tena mnaomba karibu kila siku na kila kitu. Yaani ni kama hawakuwa na anything. Ndio hiyo. Juu walikuwa naomba maji. Tulimaliza maji usiku. Sasa tulikuwa unajua sasa hiyo naitwa Isaac by the way. So niliita Isaac. Nikikosa kufungua. Unajua kuna wakati nilikuwa nakosa kufungua juu. Hiyo gedhani nilikuwa najua exactly ndivyo. Yaani shida inafanya mpaka ujue hao ni wale. So hata ikikuwa ni mgeni mwingine utamfungulia. Ndio hiyo. Sasa wewe ni student, hauna kitu, una hustle waingie. So nimekuelewa. Inafikanga hiyo wakati. Unaelewa inafikanga hiyo wakati. Nilikuja kujua ni kawaida. Unaweza jipata hapo kwa maisha. Unaweza jipata. Hiyo ndio naonaga sasa hivyo umesema ati unaendaka kwa duka, unakopa na unamwambia unampromise. Sasa promise inafika mwisho. Sasa unaanza kutumia watoto. Enda umwambie akupatie hiyo chumvi ya 5. By jioni tulete pamoja na zile zingine. Kwanza mimi nilitumiwa watoto wote. Nilitumiwa msichana na kijana. Mama akikuja leo, kijana kesho, msichana siku hiyo nyingine. Walikuwa wamejipanga. Unajua shida inakusaidia kujipanga. Ama utapangwa na shida. Hata unapangwa na shida. Wacha nikwambie Farothi, kwa sababu nimepitia hiyo. Sijui kama umewahi kuwa na deni mahali. Mnasimama na watoto bali. Ndio ukute Wanyambura amefunga duka. Kwa hivyo mnakaa. Mkiona amezima kababu huyo alafu unajua tuduka twingi tumeshikana na nyumba ya kulala. Ndio hiyo. Unajua njia ni moja, especially pale Zimmerman. Njia inakuaga moja. Hiyo ndio shida yenye iko pale, especially watu wa madeni. Although inafikaga mahali mtu wa duka ashajua unamhepanga. Juu hakuoni ukipita, kwa nini na ulikuwa unapita? Anakataa kufuga. Ujai kutana na mtu za huko Githurai, anakusimamisha na kuuliza, na ulisema pesa yangu hutaleta. Na sikuonagi ukipitia pale jioni unione. Unamwambiaga. Unajua sasa sababu hutaki hao watu waone nini. Sasa sawa. Unajua lazima uharakishe kabla ashout. Ama unamsalimia kabla akuone. Mama nani ni wewe? Unajua bado nakumbuka kesho haitaisha. Sasa hata ujui kwenye utatoa. Hata una kazi, hata ujui utatoa wapi. Lakini lazima ukimuona uruke,
wa kwanza kabla aongee. Na sijui kwa nini watu wa madeni. Imagine lazima ukiwa na deni pengine umepitia njia ingine. Lazima huyo mtu. Wacha hata hivyo. Wacha ukue unaongeaga sana alafu uko na deni. Inabidi reduce. Sababu utaongelesha watu wanajua uko na deni. Wasa wana describe yule mama anaongeaga sana, kumbe hata kuwa hanaga kitu. Hiyo ndio shida. Hapo ndio unakuaga silent listener. Unasikiza tu story lakini huwezi changia juu hauna kitu. Alafu unajua pia watu wako na ile tabia ya ukiwa na kitu unasikizwa. Huwezi sikizwa. Utasikia umeenda kuongea kitu kingine kinakuja kinaanza kuongea. Inabidi tu ujabaze juu hauna kitu. Akishita wewe. Wewe bokire kwa beto yole. Ndiko gwata kwenda gokire. Okagari tie tu ria mena urikira. Utakiri kindu. Na by the way andu matige kawana kau. Ati kama hauna pesa huwezi peana point. Usikizwe. Na iwezi valiwa. Unatoaga point. Unaona wote ni kama unaona wote kama. Ati uko na point yao anotari kindu. Hujaisikia mtu na ni mtu sababu ako na kitu hata wewe unajaribu kufikiria amesema nini lakini all people acha ukue hauna kitu unaongeanga point unashindwa kwani hiyo point yako wamuitumii leo uje wanakuuliza ulikuwa umesema aje hata kuirudia bado unaona bado haijawa convince vizuri. Uko chini mahali. Aki Mungu tupee pesa. Shida ni mbaya. Shida inafanyaga unakutwa kwa baraza, unakutwa kiti ya kwanza unabuga wa kama huyu. Hivi kale hali budha. Hivi kale hali. Ni hagendi. Wacha ukuwe na besti ni besti yako na mnatemeaga naye na ako na pesa huyo ndiye mgeni wewe si mgeni yeye amekalia pale yenyewe mkiria ndoa huko hali ya duba chokale hivi tunatoka igwe oru tuona kitu hiki nikiandikilitwa mutiko kwa afule unajua sana shida nayo inafanyaga mtu akae ende hoya hata ujiwake protocol shida inafanyaga uji protocol unakuja na watoto wako wote mnakaa vikiza kwanza za wageni na unajua shida unajua unakuwa tayari uko na stress unakalia kitie unaona ikalia kile kitu kia muhujia na umekaa comfortable hata hujui umetoka tu unaongea shako unashtuka hata ukitaka kujua mtu hata hakuwa huku anachomoka kwa hiyo kiti kama ameenda nyumbani hata hajui alikuwa wapi lakini si kutaka ni shida. Shida inakuwa mpaka na madharau. Shida inafanyaga unakutana na mbwa inaenda. Na si ati nini haujaishtua imeshtuka kukuona. Imeshtuka. Ni kama inajua hauna kitu. Shida ndio wale muone bea. Shida. Panya inakuuma tu. Tiga kudema. Wacha ona hivi. Ona parodhi. Niko pale kwa gitu sasa. Ndio nitoke kwa hiyo nyumba ndio watu wa kanisa waseme hapana huyo mama sasa atolewe kwa hiyo nyumba. Nililala unajua umelala chini simeweka mkono hivi sijui nini ilikuja ikaniuma hapa ni panya. Ni panya. Sasa ikaniuma na nikatoka damu. Sasa kukimbia kwa jirani nikaombe spirit usiku. Unajua ni saa 5 nakimbia kwa baba Shiko naenda kumuomba spirit na yeye kuona hivi kuna watu wanajua kuuzia uoga akaniambia hii inaonekana ni nyoka. We nani karibu hata ukitafuta kwa nyumba no tafuteni nini na giza hilo umekaa tafuteni kama mfuga hapa damu isiteremke sio watu wanafugaga kama nyanyo akatoka anakuja anasema haonika ndio salia ati haonika unaona ukikufa damu itateremka unashinda si itateremka tayari ile kakuja ikafugiwa hapa kashikwa kabisa. Sasa ni kuenda hospitali na sababu naenda hospitali ndio na iko na sasa wamefungwa na ile uzia huna hata dururu sina hata dururu. So nauliza wewe baba Shiko mko na nini mko na pesa kwanza niende hospitali hata sina kitu
So unaenda hospitali, unaangalia daktari na huruma, ndio akuonee huruma. Ate mama niki karibu anza kulia. Sasa unaona umeisha. Hauna nini? Ni daktari atengeneza kidole, ubaki kudiscuss about pesa baadaye. Sijajua nini imeniuma, watu wanasema ni nyoka. Fungua mkono mama. Unafungua. Lakini alinifurahisha. Aliniosha vizuri. Akafinya akaniambia hii ni panya imekuuma. Nikamuuliza nimegojeka kunaenda, akaniambia pana. Hata sikulipishi, ni kama aliongeleshwa. Akaniambia hakuna. Akaifanya kama first stage. Sasa ukianza kukuliwa na nini? Na nyoka. Na panya. Ni kuru. Alafu unajua umewahi tembea kwa wenyewe, ni wewe tu unakuliwa na mbu. Wacha hata azikuumi nini? Umeumwa na mbu inatengeneza kidonda. Yaani ukijiangalia tu umeviba huko asubuhi watu wanakuuliza boss kwani umelala wapi? Wajui ni shida inakufuata mpaka umekuliwa na mbu wewe umevimba na mlilala nyumba moja. To make the matter worse wewe ulikuwa na blanketi wengine hawakuwa lakini unakaa vidonda. Shida ni nini? Ni mbu za huku kwenu. Kani. Na si wewe mgeni peke yako lakini umeumwa hazikuhurumi. Shida inafanyaga ukitoka kwa mlango ujifinye na mlango. Na hii mlango unaifunga kila siku. Unagogwa kai unasema sasa hiyo zawadi nitaeta. Yaani kidole imefichwa na ni shida tu inakufuata. Unataka na stress. Unakuta umeteresa umeanguka ujue hata nini kwa. Kai. Na mimi kwanza kuanguka nilianguka sana pale. Nimeenda soko. By the way hapo hata ningeanguka vibaya. Nimeenda soko nimenunua vitu, dimo, machungwa na nini. Nikitoka sijui vile unajua akili inakuaga ni hapa na hapa hata hujajua wapi. Siangalia hata chini. Nikakanyaga badili ya Byron. Ikanirusha kama kule matunda yote. Wacha nikuambie hakuna kitu kibaya kama shida mtazamaji. Shida usiitamani shida. Na ni vizuri tuambie hata wenye tayari wanapitia vitu kama hizo. Unajua hizo ni frustration za maisha kwa sababu ya shida. Hata watu wengine unaona hii Kenya wamepitia vitu ngumu sana because hata ukienda kwa offices za serikali nini almost kila kitu hakuna mahali unakubalika todo thina toma ginyomene kebe mwenyewe. Hiyo roho wa dhina inafanyanga kila mtu anakuchukia bure tu. Imagine amenete ngani. Hakuna kitu ulimfanyia. Tingani nimenyang'ania ni tutihota na ngoro yake tigwithanagia na yakwa. Kuna watu walikuwa wanasema huyu mama tunaona kama ni mwenda wazimu. Unaona sasa shida inafanyaga uone kama wewe ni mwenda wazimu. Ni unasalimia watu kama umeenda. Hauna shughuli ati kusimama, unasimama dakika ngapi na hauna ile. So hae mbona yagae. Sasa kichwa yako inaonekanaga kama si mzuri. Mpaka mtu anaona hapana. Hata mimi namwangalia rangi akiwa namo. Mpaka watu wanasema itabidi tumtembelee tumuulize shida iko wapi. Hauna shida wewe si mgonjwa uko sawa. Ni shida tu. Na ndo wengi ona mathiete kuria gafu na diaspora. They can testify. Hata watu wengine walipotea tu wakaona badala ya kupitia embarrassment kutoka kwa watu juu ya shida acha tu nitoroke nikajitafutie. Si ndio hiyo. So we were saying kuna ile delay. Delay si denial. Mungu akikaa si kumaanisha hata kuja. Mungu anaweza kaa lakini bado atakuja. Kwa maana hii maisha si lazima akuje juu umemuita. Hata si wewe unapigiagwa simu unaambia mtu ngoja nimalize kitu nafanya alafu nitakuja. So si kumaanisha tunataka Mungu umuite saa hizi na aitike na akufanyie chochote chenye unataka. So it's always good to have that patience in life. Shida ni kwamba unaweza kuwa unapitia magumu yenye hayakufunzi kwamba unaweza ngoja. Niliwaambia yake dhina kila hadhara besha hau. For example umefungiwa nyumba. Ndio hiyo. So hautaki Mungu akwambie ungoje. Unataka akuje ndio ulipe hiyo nyumba. Mtoto amefukuzwa. So hautaki Mungu akwambie wewe ati nitakuja, ni akuja ulipe school fees mtoto atoke nyumbani. Issue ya kukula hiyo unajua unaweza potelea kwa beshte yako. Unaweza kufanyaga no. Huko unatafutia tu ka story. Sasa unajua ng'ombe za kina nani nasikia zimekula kwa amekasirika.
Isijaiona nani Wanyambura kuwa amekasirika hivyo. Ndio. Unatafutiria ka story. Unatulia ka story. Afu najua kuna wale watu wana kuentertain tu wape tu story. Wanajua ni nini unataka. So wana kuentertain tu. Kuja unipea kwa story kuwa karibu. Jua kwa story umekaleta kwa nini? Juu ni gedha ya 6 hapo. Unajua na time. Unajua story pia usikalete saa 8. Time ikifika 6 ndio hiyo 6. Unapiga. Sasa hapo ndio. So I'm saying roho wa thina ni kindu kiuru tondu tumaga wike tundu fishi. Today wenye wamebarikiwa wakikupea stories zao zenye wamepitia nyewe utaona watu walipitia magumu. Even me nimepitia vitu mingi sana. In fact mimi nikipeana zangu ataona kama ni mchezo. Because hata mimi kumbuka Githurai kuna watu walikataa na pesa yangu ya makaratasi. Na hadi wa leo wanajua mimi huuza makaratasi. Hata hizo miaka 4 nimekaa kwa radio hawakujua ni mimi wanasikiza. Wanajua mimi kama kada ya maratathi. Hata nikienda Githurai sasa utasikia mtu makaratasi iko umebaki. They know that kwa sababu nilikuwa najulikana hivyo. So maisha mayari you could be unaweza kuwa umefika mwisho na unaona Farodhi amekataa kunisaidia. Virginia alikataa kunisaidia akanituma kwa Farodhi. Huyu ni mtoto ni mgonjwa. Napitia. Landlord anataka kufunga nyumba. Mzee ndiye huyo ni kisirani. Wait upon the Lord. Ndio kungoja. Ukiambiwa ngonje inaweza kaa ngumu sana na inaweza kukalia sana. Lakini Mungu akija atasolve kila kitu. Kabisa. Binadamu atakuja asolve kitu moja. Atakusaidia na pesa ndio upate chakula. Mtoto hajapona. Landlord si ati amepata pesa yake. Lakini Mungu akikuja atasolve kila kitu. Kai tuelite kuiga mwihoko witu hari Ngai no ti hari andu. Because like I receive a lot of calls za watu wanataka kusaidiwa. Huwezi saidia hao watu wote. Unaona? So jiraga andu atia. Some of them I even pray for them. Naambia acha nikuombe Mungu atafungua njia because some of them needs prayers. Nigetha mabe mashoko ni thayo. Some of you need peace. Thayo wakari ngakuririkania kwe Ngai. Ukambia kuhoya ringi. Unajua inafika wakati shida ikikuja unasahau hata kuomba. Unaenda kuomba unasikia unalia. Maombi unaona haiwezi. Kwa hivyo hauwezi tatua shida yako na maombi kwa sababu unaenda kuomba sauti inapotea, unasikia kulia, unakosa nguvu, neema inaisha. So watu wengine wanahitaji maombi. Ni kweli. And there is what we call the power of prayer. Yes. Do you know the reason as to why so many people wamejipata wakiteseka ni kwa sababu hata maombi yenyewe hawajui kuomba. Ni kweli. So una realize badala ya uombe Mungu na umwambie mashida zako, unaenda kucomplain. Mwambie Mungu, anganenera agurira itangi, ni wanyimire nginya mwana. Unaona Mungu hataki. Sasa wewe unampelekea stress zako badala ya umuombe na umwambie chenye unataka. Ndio ukoraga Ngai no ende gukurathima na ndio ikiri urafutara. Na wewe wathithia kumwaranirio uguo. Usijui kama umaipigia na mtu Farodhi waragia kundeithia mwana wakwa nderakuire. Riu ni aragikuire no akiregire kundeithia. Wakati mwingine washindwa sasa. No ukamenya mundu ucio ndai na thina wake ni umwe ni aigire mwihoko he mundu ndaigire mwihoko hari Ngai tondu riu ni ndingienda mwana waku akue ona ndingienda nyumba yaku hingwo ona ndingienda mwana waku ingatwo cukuru no rekei twirutage kuiga mwihoko witu hari Ngai. That is the only solution to ile life iko. Otherwise wehoka mundu ni gutwika frustrated. Kabisa. So mama endelea. Yes. Nilikukata. Wow. So powerful. Kwa hivyo Virginia Wangari, Farodhi wa Thayo TV tumesikia tusiweke tumainio letu kwa watu tuweke kwa Mungu. Sababu tukiweka kwa watu wanakudisappoint. Ujaenda unaambia mtu sasa kesi imefika hapa. Na anakusikiza, anakuambia wacha nitaangalia. From there, hata ukimwona siku nyingine anakuuliza ati ulikuwa umesema nini? Nikiraugaga. So unaona huyo mtu alienda akaisahau na akaenda akaacha, lakini tumekumbushwa tukiweka. Kwa hivyo Virginia Wangari TV wacheni tutegemee huyu Mungu na situation yenye uko wewe usijali, sababu sometimes unakuwa na hiyo situation watu wanaona kama wewe ni mwenda wazimu. Unajua sometimes people do not understand you. Na usigoje watu wa kuunderstand, they will never understand you. Sababu lazima mtu atakuangalilia, atakuonea hii, ataona hii. Lakini ile ni masikia vibaya ni ile mtu anaona kama hasaidiki
anatafuta njia. Sijui nani aliambia watu that wakati unapitia mambo magumu ati kujiua, yani ati kifo is the solution. Sijui nani alisema ati kifo ni solution. By the way, hiyo hata ndio inashafua mambo yote. Because after the wild yenye unaenda you never do it. Ujui. Kwa hivyo afadhali at least kukaa huku unaelewa na unajua hata kukiwa kubaya, maybe utakumbuka kuna somebody alikuwa na in that situation na ukaona amebarikiwa. So even me, I'm not option. Nitakaa tu hapa, maybe Mungu atanisaidia na njia zake. Lakini the moment umejipeleka huko na hujui what will happen, na unajua hakuna wakati mwingine wa kutubu, hakuna wakati mwingine wa kuregret na ama kujishokanereria. Kwa hivyo wacheni tutumainie Mungu na tuache kuharakisha hii mambo. Kuna kitu moja nasema, raha wewe ndio unajipeaga. Ukitaka this life to be very bitter, itakuwa bitter. But if you want to make it very sweet, you'll make it by kujijua kwanza, kujipenda. Sure. Na kutosikiza watu wana kusema nini about yourself, about your progress, about your family. Na watu kujilinganisha na familia ya fulani. Sure. Mke ule amewekwa hivi, ule alinunuliwa, especially wakati wa maua. Maybe there somebody aliona kama Virginia wakiolio kama Virginia amepewa, na mimi ndio first lady huku na uwezi hata leta maua. Unaona hata wengine wananunuliwa magari, wengine wananunuliwa manyumba. Kwani kunaenda namna, unaona hiyo pressure inaingia pale. Sasa pressure ikiingia pale mambo inaharibika kuharibika. Badala ya kumake your life sweet, unaendelea na kuimake bitter. Sababu especially kama nyinyi wawili, acha niwape mawaidha kidogo. Sababu nyinyi ndio niko na nyinyi. Mawaidha ya mama. Mawaidha ya mama igie hapa. Sababu unajua you are very young. Mko na wasichana wadogo na wanahitaji vitu mingi sana. Especially kama wewe kama mzee hautasimama pale. Especially nasemaga sometime hata wewe usimame kama mzee, kama mwanaume, washa kujulikane kwanza. Kuna mzee ndani. Sio ile lakini naenda nikifafanua. First of all, make yourself to be the queen, to be the king, to be the priest in the house, the head. Ijulikane hivyo. Lakini kuna wengine singetaka mkue kama making. Wengine ako pale, yeye ndiye kusema leo kunapikwa ugali, leo ni mchele, ati hata mama hana say, wewe ndio timwaga githeri tunapika nyama. Ati unaona akisimama pale hata hana kakitu. Unajua kuna maisha ingine nilikana singetaka mtu mwingine akae. Mtu asiweke wife yake hivyo. Ati wewe ndio wallet yako ndio inanaliaga kila kitu. Yani hata in the morning mama lazima apige ripoti kwako, tunaenda ilia. Unamuuliza sijana tulinunua maziwa, mpaka unajua tunanunuaga maziwa ya 20, hata tuwezi nunua ya 30. Kwa hivyo sometimes it is good to make your wife akuwe free, akuwe na ka freedom. Anaweza enda kwa supermarket nini, anaweza nunua. Sio lazima ashinde akikwambia ati suruali iliisha. Sure. Ati leo nimeanza. Unamuuliza niki wabeleria. Sababu huyu mama hanaga kakitu, lazima apige ripoti. Unajua na wakati anapiga ripoti anakuangalia kwa uso aone wakati nakwambia una react namna gani. Unajua sometimes unamuuliza nido, kwani unafikiria wewe tu ndio unafikiriaga? Ati kama mimi najipakaga mafuta ya Fair Navre. Wewe miguu najipakaga kafenas. Unaona? So inafika pale unakuja kumwambia, unajua mimi uso najipakaga hii na miguu najipakaga hii. Unajua sasa hapo vita inaanza hapo. Unaona sababu how come ati mafuta sijui ya wapi, ati mwili moja mafuta 3 sijui natumianga kale ka perfume. Unaona? So it is good sometime kuweka ule free, although
watu wengi sana wanaoa hawa wasichana. Unajua wakati ulioa wa Nyambura, it is the way ulimwangalia hivyo, ukaona vile amejipamba. Lakini so many time wanaingia kwa nyumba, unakuta mtu kama saa hii, umesikia saa hii mimi najipaka hivyo, when I grow up I don't know, but even when I grow up me I will continue with that. Sababu nimejua kuna watu wanaigishwa kwa nyumba, then from there ile mafuta unaikosa, ukabilia remes kama ile nilikuwa najipaka, unaanza remes. Kwa hivyo wakati unaangalia ule unashindwa, kwani nimuona usiku? But it is because ile mambo alikuwa naona nini inaenda inakosa. So first it is good kuangalia mke vizuri na kuweka mke kama ni queen kwa nyumba, sio slave. Sababu watu wengine sasa wanaonaga umeigiza wife kwa nyumba, sasa anakuwa ni kama kila kitu na blame zote ni zake. Hii kikombe ikipasuka hivyo, blame zote hata zako ni zake. Huyo mtu anakuwa mpaka mawazo yake inaharibika. Unaanza kuzeeka sababu ni pressure. Kwa hivyo it is good also kuweka wife at least tumaisha tuweka ta mundu kama na unajua niliishi maisha ingine singetaka mtu aishi. Unakuta mtu amelala pale kwa kiti, unakuja kumwambia naomba ruhusa. Ndio watiriri itawa delito maitha macio metanagwo naomba yatiriri kuna mazishi iko pale kama nitaenda. Thie dogo thie dogo turathie na uteherere hivyo. Unaona, then from there na umekufiwa na ulikuwa umejipanga. Especially ni vizuri kuweka wife na freedom. Sio simamage pale. Nilikuwa nasimama pale naona vie digathie. Niete nimwambie na muangalia pale vizuri. Kwanza na muangalia vizuri. Ndio nione kama sura iko namna gani, nijue vile nitaenda. Alafu unajua kama hataki kupea ruhusa anakaa sura ikiwa mkasirika. Mpaka narudi na nyumba naona washa nimuongeleshe hiyo masaa ingine. Sasa una shida hivyo, ukikuja nikuje na ni wako na ni mtu wangu. So unasikia Dennis unataka anafurahia sababu anajua because ni vibaya kuhusia mtu. Unaingia pale huwezi ongea vile unaongea. That's why sometimes hata wale watoto niko na wao wanashida kwa kama ni mama yetu because wakubwa akina moyo because wamesoea mama mwenye anaongea polepole ile wadelito meciragia unyihaga ũguo. Niliishi hivyo ile wadelito gugaga tiriri kari your highness kana hino ni ali wega. Ukiona ni vizuri ninaweza fanya hivi. Nilikuwa naomba mpaka unataka pesa unakata ikue dogo ndio asione. Uko da matano ruge meri. Uko da matano kauga atiri ama unaweza nisaidia na pesa kuna kitu nikikugura. Kinyago ukongera na kuomba. Siaki. Aja. Hata ukinipatia 100 itanisaidia. 100 ngai. So mimi singetaka hiyo life by the way. Ni life yani life ya kuhabo ona hata na ndio sometimes unasikia akisema huyu mtu wa drama hajaisikia. Ni sababu maybe aliniona usiku, tulipatana usiku, nikakaa huko nikiwa usiku, sasa niko mchana. That's why singetaka mtu mwingine uobagwe na yua hani ati inabidi karibu apige magoti. Hata sijui uko kwetu sorry to say sijawahi sikia hiyo majina by the way. Nilidhani wakati nilitoka nilianza kuona by the way kwani kulikuwa na madhani, nilidhani ni ya watu wengine but here
ni ithe wa ng'ania, unaona. So wacha mtu pay your wife freedom, wacha kage akiwa queen, akiwa pale anakaa akiwa queen. Sio ati ukiona mtu unaanza kujipea shughuli ya kushukua hizi vikombe asikute umekaa chini. Ukimuona kwa dirisha unaanza kuosha vyombo hata zilikuwa safi, ujipee shughuli. Mpaka watoto wanajua hata wewe umeusiwa uoga. Watoto wanakuambia mam ndio huyo baba. Ako wapi? Badala ya wapotee wewe ndio unapotea. Karibu wanakufungulia mchana kale kanyumba ulikuwa umefungiwa. Sasa wakimuona wanakuambia rudi kwa kale kanyumba. Yani eti hata watoto wanakuja kukuambia ndio huyo baba anakuja. Na unaweza kutoroka. Mnaweza kujifisha hivi na kujipea shughuli. Wacheni na hiyo maisha. Hiyo maisha ni baya by the way. Wacha mtu aweke mtu wake vizuri. Na hiyo freedom by the way. Mimi hakuna kitu naonanga kikiwa mzuri. Na pesa tu waachie pesa ngapi? Unajua leo ni mawaidha ya mama after Valentine. Kuna kitu moja nitasema. Sitasema mambo ati niseme aashiwe 2,000, 5,000, hiyo sitasema. But according to your earnings, sababu wewe ndio unajua. Na sababu saa hii mnaelewa, maybe huyu ako na watoto 2 uguo, anajua ile hata yeye akiangalia hivyo kama mtu anajua wanaweza tumia kitu kama gani. Unajua shida ya Nairobi wanapea mtoto maziwa mchana. Huyo mtoto ni mkubwa. Ushagoa kuku ana story ati maziwa ya mtoto ati mtoto akimaliza kunyonya ilikuwa hapo akunywe chai sasa. Huku watoto wa Nairobi wanapewa maziwa mchana. Unaona hasara. Unaona sasa hasara. Tunakula vizuri. Na tutoto hata sisi tulikuwa vizuri. Na tutakupea shida. Unajua wakianza kuambiwa wasiache tena anakukausha ya kabisa. Una shida ukigojea, una shida. Yani unapewa 50, unajaribu kuigawanyisha. Mpaka ina shida. Lakini kama Mungu amekubariki na pesa, mwashie enough. Na wacha shopping, wacha unajua kuna watu wanakuaga wamepima pesa. Unamwambiaga ende ununue kwota ya sukari nusu. Hiyo mtasubuana kushida akiitisha. Lakini hata kama ungeweka kilo ama kilo 2 kulingana na your strength, unaweka pale. Kwa hivyo mwanaume ndiye anafaa kufanya shopping ama ni wife? Wacha wife afanye. Lakini wanapima sana. Ukimpatia mafuta anunue lita 5, anunue lita 2, hiyo ingine anaweka. Wacha tuende pamoja. Ama tuende pamoja, tujifanye ni mapenzi tu lakini una monitor ama ikuwe aje. By the way, hata hiyo hata mkiwa wawili, hiyo bado ni mzuri. Ndio hata wewe hata ukisema ni kumonta, by the way utajua kama ninunua mafuta lita 5, unaipima unaona inaenda. Sababu kuna duration na mafuta imeisha unashindwa. Kwani hiyo lita 5 na nikiwa peke yangu zilikuwa zinaenda nenda hiyo mwaka. Kwa hivyo hiyo iko mzuri. Kwa hivyo kiasi cha pesa kile utawacha ni kama pesa ngapi hivi? Sasa kulikana unajua it will depend first of all. Kama wewe unanunuanga uga daily, unajua kuna mtu ananunuanga daily uga. Kuna mwingine ananunuanga 2-3 anaweka pale. Kwa hivyo huyo mwenye anafanyaka ka shopping, kwa hivyo hata asha pesa mingi, sababu huyo anajua anaacha ya emergency. Unaona? Kwa hivyo kama ni ya emergency, unamwashia tu pesa kidogo. Yes. Lakini si uashe 50. Unajua wanaume wanapenda kujua exactly. Ni amekuelea Jojo amekuelea Joyce. Joyce Kragi yego kompyuta barango na muona na habu desi. By the way si mtuambie mnataka muachiwe pesa ngapi? Leo ni siku ya mawaidha alafu tutawapea analysis ya mahali nyumba imefika. Yes. Washa waseme. Mnataka kuachiwa pesa kama ngapi? Minimum. Isiende chini ya pesa ngapi? Unajua mimi ni wakuacha kwa hivyo nataka kusikia. Wewe ni wakuacha? Nakutigandika kabia. By the way. Okay. Davis wewe unaacha ngapi? Hebu kwanza tusalimie by the way. Mpatie tusalimie.
Kwa hivyo na unajua wanatazama, kwa hivyo wata confirm. Anagojea sana. At least Phoebe Modhoni amesema punch. Unajua okay, sasa kama unapata kama ile time yenye kwangu nilikuwa naacha pesa. Kuna time mimi unajua nimeanza hata kuacha hadi 50. Aja 50 bob. By the way wambo nilikuwa namwachanga 50 bob. By that time nilikuwa nauzanga hii mahindi chemsha. Mahindi chemsha unarudi unapiga budget. So unless mahindi chemsha ibakie. Najua kama 3 hizo tutaenda tu ya kubangaiza. Ulikuwa mazoea kukula mahindi chemsha kabla masaa saa moja ifike. Hiyo 50 bob itakuwa ni ya ugali 20 bob 30 bob ni ya sukuma. So like ugali na sukuma kwangu nimekula for long. Hiyo yani ilikuwa ni kawaida. Jioni tulikuwa najuana ni ugali na sukuma. Na hiyo anajua hivyo. Hiyo huyu hata ni witness. Yani sufuria ya ugali mpaka ina complain. In fact hata ilikuwa ishaungua. Nakwambia ukweli. But kitu moja ni ulihama kutoka 50 lini? Na nini nilifanya uhame? Nakwambia mimi nilifanya hadi kawash. Kawash nikiosha magari kawash. Unapata kwa siku, unajua mko wengi, mko maboy wengi sana. And so there's no way utakuwa okay, kuna wale wenye walikuwa na ile stinginess. Anataka kushika magari mingi sana. Wewe uko mgeni pale, umeingia pale, unapata unaosha kako ushughuliki na zingine zinakuja. Unaosha wale watu wenye wageni. Lakini kuna wale loyal customers wenye ati mimi niwashanga mahali fulani. So wewe unajuanga mtu fulani ni kuoshea. Wewe kijana mgeni umekuja, huyu mtu akujua. Ujitafutie customer wako. Ujitafutie customer wako. So ulikuwa unapata kwa siku umepata 200. Unaimagine the whole day. Cause every car ulikuwa unahesabiwa na 8 bob. Na mnaweza kaa kuna siku mtakaa unapata gari ya kwanza uliosha ni saa 6. Na usahau si wewe peke yako. Hiyo saa 6, hiyo 8 bob unaona hutagojea hadi jioni. Kwa hivyo hii 8 bob acha niende niongee niambie supervisor. Asikuitishe hiyo 200 cause ulikuwa 200 ukipewa unampatia. So pesa yako utachukua jioni. Cause ni kazi ya kisiku So ulikuwa unapata hii 8 bob uko na njaa. Unatafuta madondo. Na tena kuosha gari ni unachoka. Na unachoka kuosha gari kwanza upate yenye imetapikiwa my friend. Na lazima utaiosha. Gari zinakuwa na mauchafu zingine fani. So life ilikuwa hiyo time sasa ni after nime-upgrade from chemsha. Nimeanza kuosha magari. So at least nilikuwa natengeneza kama 300 kwa siku. Ama unapata nimeenda home na 100. Mimi nilikuwa mtu wa kujinyima sana. Naona hii 100 afadhali nitembee. I used to walk. Hiyo time kutoka penye nilikuwa naishi Zimana kule chini. So nimetoka na huku juu pande za kama ni Mweki, sometimes nilikuwa nitafuta house Mweki, nitatembea. Kama nimetapata job hapo around area ya Ruisambu, nitatembea. So ningetembea ama naenda nikipiga budget wacha nikupatia sasa venye kulikuwa kunaenda. So niko na 100 bob. Kwa hivyo nilikuwa nampigia simu namwambia make sure umemake urafiki na mwenye duka. Ili ukoe na make sure unakuwa unanunua hapo mara mingi. At least kwenye kuna pesa. Ili ile siku yenye najua kutakauka atakukopesha. So hii so moja nikifika kwa nyumba nilikuwa namuuliza leo kuna deni kwa mama nani? Ananiambia sukuma nilikopa ya 30 bob na ule wa duka nilimkopa. Unasikia budget imekuja kama 2 ama 250. Namwambia sawa, wewe mpatie 100. Wewe kesho kopa, mwambie ingine tutamaliza. Atuache usikie aliongezea roiko. Ya nini? Sasa hiyo ndio ilikuwa inaleta shida. Even nikitoka kwa nyumba nilikuwa namwambia make sure usiwe jaribu maintain hiyo pesa. Hata uwezi kula kitu kwa njia. Ile kitu yenye unajua hamuhitaji nyi fastini. Jimu nigoje jioni. In case nikio katika kwa kazi, in case bahati nzuri niangukie, nitakurushia kakitu kwa simu. Kakitu ni ka 50 bob. Wewe jipange na hiyo 50 bob. Haya, kakitu ni ka 50 bob. Na hii 50 bob usitoe juu hawezi itoa. Juu itabaki 30. Kwa hivyo ukienda pale mwambie hauna cash, uko na M-Pesa umtumie. Roiko ni 5 bob mtumie. Kama ni kiberi tuma. So at least kutoka 50 bob
nili upgrade na car wash cause nilikuwa naweza kukopa. Ukiwa mtu wa 50 unajua 50 ni kipato kidogo sana, na uko na wife. Najua na ngoja nisikie nyumba italipwa aje kama ya kila siku. Wacha nikwambie, mimi nimeishi Nairobi. Na naambianga Mungu anisaidie sana. Yenyewe wale malandlord wenye nimepotea na pesa zao. Nairobi. My friend, hadi tuko naingianga tunazima stima. Tukisikia ndio hiyo, tumesikia ameanza kubisha. Unajua the funny thing, shida ni mbaya. Hadi unajuanga steps za landlord wako. Unajuanga ndio hiyo, unajua haki ya Mungu. Na unakuwa ukigojea tu, mnajuanga mko watu fulani ambao kuna wale watu bado najuanga hao lazima aende kwao. Lazima aende. So nilikuwa najua nasikia ndio hiyo ameingia first floor, najua ameingia kwa kina Kevo. Nasikia kaka najua namwambia wife zima stima. Na upatie mtoto mnyonyesha mtoto. Mimi kama mzee wa nyumba naenda napiga kufuli mlango. Basi huko hakuna mtu. Wewe shindo kibisha hapo. Tulia. Sio Devi amevaa vest hapo amekalia hivyo stool. Unajua sasa kuna vesti. Unapimia kienda sasa unakuwa na freedom. Unatulia, nakwambia utatulia. Kwa dirisha. Nafungua naona ndio ameteremka. Shatoka. Sasa shida ni hamjanunua sapa. Amekuja hiyo masaa ya 6. Woi. Hamko mnamexpect anakuja. We. Ukisikia tu ndio hiyo mama wa baba. Huyu anamjua. Yaani ilifika mahali hadi naambia madhe, endo ongea na huyo mama. Endo ongea na yeye mwambie kuna mahali tunangojea pesa. Kama haamini, hii place watu walikuwa wanangojea pesa ni wapi? Mimi nakwambia landlord nimeishi kuambia. Kuna mahali nangojea. Ilifika mahali hadi landlord wako kanizoea. Nakumbuka nikiwa there is a time tulizoana na landlord kwa sababu every time nilikuwa nalipanga nyumba after mwezi imeisha. Sasa unashindwa utalipa ya last month ama hii mwezi? Hautalipa yote 2,000 ya kumbangaiza. Naambia kuna mahali nangojea. Sasa ilifika mahali hadi yeye mwenyewe akachoka. Akaanza kuniandikia message. Unataka aje? So mimi nilimwandikia message nikamwambia, sasa mimi hata ukinifungia nyumba utakuwa umeniongezea stress juu ya stress. Utanifungia nyumba nitaanza kufikiria nitalala wapi? Hata kutafuta hii pesa. Unampatia vizuizi. Alafu sasa ilikuwa inafika unamwongeleza na huruma, unamwambia acha nikwambie. Mimi babangu alikuwa na pesa sana. Na mimi niko hapa sikutaka. Unaanza kumpea shida zako sasa. Unamwambia acha nikwambie, unamwambia huyo mama ananijua. Unamwambia acha nikwambie mama baba. Unaona unakuja unaitisha pesa hivi. Hivi ndio siku moja hata mimi nilikuwa nafaa nilikuwa naitisha hivi pesa. Lakini unaanza karibu anza kummotivate. Naanza kummotivate, naanza kumwambia, "Sikatai najua nimekukosea. Najua nafanya." Unaona ile makosa unaitikianga hata kama hujaulizwa. Unakubali, unajua. Alafu namsoma kama anatulia. Kama mimi najua, mama baba wewe acha nikwambie, wewe ni kama madhe kama mamangu. Wewe unaona sasa niko na familia. Hebu imagine bibi yangu nikimrudisha hocha, watu watasema haji. Kwanza mimi ni kijana mdogo. Unaona mimi acha nikwambie, mimi nang'ang'ana na mimi si bangi. Hata mimi hujaribu. Si bangi. Mimi hujaribu kula. Na mimi mama baba acha nikwambie, mimi hata mimi ufagia huku kwako acha nikwambie. Na mimi nafurahianga hata ukinifanya unanivumilianga. Yaani ulikuwa unabembeleza ule mtu, yaani inabidi sasa ameachana na wewe. Anakuambia lakini wewe kila siku, kila mwezi ni excuse. Mara mwezi mwingine inakuja namwambia, in fact nimeangukia kazi. Mama baba acha nikwambie sasa kutoka saa hizi tutakuwa tunasumbuana. Wewe tuliacha nikilipwa, nitakulipa ya last month part 1. Last month part 1. Part 1. My friend nakwambia nimehepa na huyo mama mbaya anakuanga wapi? Tuone kama tutamtembelea siku moja. Mama baba. Kijana wake nakuanga namba yake. Mama baba in fact nitamtembelea. Najua anaishi Juja farm. Lakini sijui ni wapi. Itabidi tuende huko. Lakini nitamtembelea. Mtafute. Mama baba alikuwa ananisikiza na mzee mwingine alikuwa tu wa Ashanja. Huyo sasa ni ile time tulianza kuishi na madhe. By that time ndio unasikia tulikuwa tunalanga chini kwa floor. We used kulala kwa floor. Na hakuwa anajua mbona tumlipa hii nyumba. Kwa sasa unajua yeye anajua tumechukua hii nyumba. Ajui ni watu wanajaribu kujilea. So alikuwa anatuchukulia kama wale tenants wengine. So ilikuwa ni mbaya sana juu watu ukimuona ulikuwa na change the route.
Oh yeah. So ilikuwa ni life. Shida So ni mbaya. ulikuja kufika kiwango cha kuwa cha 200 300 after kupata job gani? Nikapata nimeanza kwa wacha niseme hiyo kitu ili upgrade after social media. Ati juzi tu. Unajua afadhali kuongea ukweli. Nashukuru Mungu cause bado nikipiga zile hustle before sasa social media ingilie. Nilikuwa nauzanga perfumes. I used kuuza perfume nazuulisha, unaipata ungenipata pale Pangani Junction hapo Pango. Ona pale Pango hapo penye magari traffic zinasimama. Nilikuwa naenda nikikupata mtu kama umevaa. Na Kevo mlijuania wapi? Kevo huko kwetu. Kevo Juana niambiaga mnajuana. Nashindwa. Kevo ni long story. Unajua Kevo alikuwa na kabla nimjue alikuwa anasukuma trolley. Tao. Sasa mimi nilimpata hata pia ameacha kuwachanga 200 kwake. Alikuwa amepanda bei. Actually by that time wale maboys nilikuwa naonanga mtu wangu wenyewe umemake it. Na yeye pia anaona ni kama nimemake it. Na mimi pia nikusaidia unasaidiwa. Because by that time ndio nilikuwa naishi kwa yule my aunt. So Kevo alikuwa mimi nilimjua hakikiwa kwa studio. Ile ilikuwa hapo Pango. Ilikuwa hapo Pango. And by that time nilikuwa natamani sana kuimba. Lakini sasa hata sikuwa na pesa za kuimba, unaona. So nilikuwa naenda na Adama juu hiyo time ndo nijua watu kama kina Shirwa GP. Banaona hata saizi hawezi nijua cause unless niwakumbushe na nikiwakumbusha ni through my aunt cause walikuwa najua my aunt. So hapo ndo Kevo tulijuliana. Unaonyesha Kevo sasa wewe ni msanii, ni vile tu hujakaa vizuri lakini wewe ni msanii mkubwa sana. Walikuwa wanashinda akiniambia si ufanye ngoma unakaa Diamond Platinum. Nawaambia majaliwa. And then other people wananiuliza uko sure sio wewe uko sure huyo I used to have picture ya mzee. And unaona huyu mtu wafanani kabisa na mtu. Wanasema yani wewe damu yako ni usanii. Huyu mtu amkaani. But I thank God cause mia iliisha. 200 kaisha na iliishia sasa from sasa kuanza kuuza perfumes. Kwanza kuuza perfume. Unajua ndio naambianga mtu unaona kile kenye unatakanga sana kufanya. Unajua kila mtu kama unapenda kuimba. Then push nature that talent. If unajua unapenda tu yani kazi yako ni kufurahisha watu. Comedy. Then well and good. Push it. Kama unapenda wewe ni driver, unapenda you love driving. Vumilia alafu one day it happen. Do you know kuna mtu anasemanga mimi siwezi taka kununua gari. You know the moment you utter those words it will never happen. You will never drive. If you say ati mimi sitaijenga, hutaijenga. Mimi siwezi enda university, then you will never go to university. So nikiwa pale kwa perfume hapo ndio nilikuwa nakumbuka nilikuwa Kasarani na nilikuwa nauza perfume and one of my friend akaniona, alikuwa anajonga mimi hukombolewa kama taxi. Tulikuwa tumejuliana kutoka nikiwa Pangani because in Pangani nilikuwa najituma sana. So that time nilikuwa bachelor na ilikuwa ni kitambo and that I've ever given a story nikisema how vile niligrow nikiwa pale Pangani after kufukuzwa na my dad. So that is after umefukuzwa na dad. In fact by that time ndio I think license yangu ndio ilikuwa na mamiezi but nilikuwa najitambua but sikuwa najua ku drive. But ningetokelezea wale wazee walikuwa na niko very courageous, naambia mambo ya gari najua sana. And so this guy aliishi kujua mimi ni driver. So vile tumepatana nikiuza perfume after like 3 years kwa zile za unauza perfume mzee na nilikuacha ukiwa taxi driver. Kwani kulienda aje? And nikamwambia mimi yenyewe siku hizi nauza perfumes na bedhe unaweza ni promote. Unajua hiyo lugha ya marketer. Na unaweza ni promote more. Naanza akamwambia fanya hivi that next shop Airtel shop you can go there na ujaribu uone kama utaangukia kazi. And from that time ndo nikaingia pale Airtel. Nikaandikwa kazi kama driver. Na niliandikwa nilienda nikiwa venye nilikuwa na mavumbi zangu na maperfume zangu. Unajua alafu sana nilibidi sana nijipulizie hizo perfume. At least kama umeparara ule mtu hataona umeparara, unaona.
And nikienda nikamwambia mimi ni driver and he's like are you sure kiatu imeisha? Umebeba perfume twingine kwa karatasi umetubebea hapa. Na wewe ni kijana mdogo alafu unamwambia unajua ku drive. But I think this guy was so desperate kupata driver, so alikubali kunipatia, alikubali kunipea chance ya interview. And nakumbuka hiyo time yenye nilienda the next, aliambia like in the next day just come. Na kufika nilikuwa dhani niko peke yangu. Na baada ukipata wazee wa 50 wazee wamekomaa kukuliko. Confidence kwanza ikaanza kukaa ni kama inaanguka. Yes, nimekuja na yangu na license yangu pale, hata kama inaonekana imepiga miaka, lakini miaka yangu na wale wazee wako pale wako na experience kuniliko. But I thank God because of kujiongea kwangu. And these guys wakakuwa ni kama mimi niliulizwa unaweza osha gari. Kumbe wale wenye walikuwa pale waliulizwa kama wanaweza kuwa wanaosha pia gari. Mimi nilikuwa nimemwambia mimi hakuna kitu sitafanya. Kama hata ni kuziregister hizo lines, cause kazi ilikuwa ni kuregister, nitaifanya. So from there nikaeko kama supervisor. And nikakuwa niko na watu wangu na maisha ikaanza kuwa nzuri, life ikaanza kuwa nzuri cause nakuwa msafi, nashinda kwa gari, unaona. So and kwa pale kwa line bado unapata tips kwa zile lines, and life ikaenda ikibadilika. Wow. Yeah, so life imekuwa hivyo bado. Kuna ile life yangu nikiwa kwa matatu pia pale life ilikuwa imebadilika kidogo. That was I think 2018. Kwa matatu kwa kuna pesa? Yeah, 2018 huyu Maadhe alikuwa ananipigianga simu hivi. Nataka 500. Ile yenye nimedhoko mara sitaki kujua hata kama ni ya mwenyewe ama ni ya dereva ama ni ya nani unatuma. Nitaijaza na watu wa kusimama. Juu hiyo Maadhe ndio alikuwa zima. Yeah, hiyo time ndio alikuwa zima. Pale kwa mabati. Vile nilipata kazi ya conductor. Hai. Maisha ilikuwa safi. Life ilibadilika. Sababu nampigia tu namwambia tuokolee na 200. Naweka 500. Teke 500. Naweka 500. Na ya kutoa. Wacha nikuambie, mimi kitu nasemanga. Mtu mwenye anaweza cheza na maisha yangu ni ajaribu kucheza na Maadhe. Cause nakwambia nikiwa kwa matatu hata nipigie nikiwa wapi, hata kama niko kwa barabara nikishukisha tu hivi watu ungeona niko nakaa kama ule kijana wa shule. Unaona vile shule zenye unaonanga watu wakikimbia, nashuka mbio najificha driver kabla nitishe pesa. Cause nilikuwa na driver alikuwa anapenda sana kunitisha pesa ili aweze kunifinyilia jioni. Unaona, so nikajua mtu mwenye anipelekanga. So I used nikipata kama ni asubuhi nakimbia mbio kwa M-Pesa nazieka na mtu mwingine. So life ilikuwa hivyo, ni life ya kuiba hapa unapeleka pale. But all in all mimi nasamanga shida ni kwa muda. Na shida ni mwalimu. Na shida ni mwalimu cause ilinifunza how to survive. Wow. Yes. Enyewe watu wamehasa huku nje. Na siku moja tutawaambia pia nyinyi mpeane story zenu. Tutaasha simu hapa siku moja mpeane story zenu. But unajua hizo story hufanya mtu asikie kumbe hata mimi nitakuja kuwahi kaa vizuri. Kumbe ni saa hii tu. Exactly. Saa hii Davis ndiye anabeba watu wenye wanatoka majuu. Exactly. Kufika JKA wanampigianga. Nataka unipeleke siku 3, nataka unipeleke wiki mzima. Anapeleka yake nyumbani pesa mzuri hata zaidi ya 50k. Kwa sababu hiyo ni Mungu. Uliteseka ndio ukuja kukaa vizuri. So ni leo tu naona ukiteseka. Unajua leo ni siku ya kuencourage. Those testimonies zinasaidia mtu kuona yenyewe there's life ahead. Ni leo tunateseka. So I think that's good. Na ni kama siku ya leo ilikuwa imepangwa. Unajua tunapanga lakini Mungu anaipanga. Imekuwa mzuri sana. Mimi siku moja nitakuja kuwapea story. Unajua story yangu ijulikane. Watu wajui story yangu. By the way. Mimi Nairobi. Nimetembea. Na vitu zingine hata familia haijuangi. Unajua wakisikia uko Nairobi, wanaona maisha yako ni mzuri. Wakisikia uko Nairobi, hawajui yale unapitianga. Si ndio? Siku moja nitakuja kutoa story yangu. Kabisa. Nairobi ni mwalimu. Nairobi kwanza kama hujaishikwa na kanjo. Kuna siku moja nilishikwa nikitoka kazi tukiwa na Kevin. Unajua Kevin tumepitia mengi na yeye. Sisi tumetoka job hivyo, kumbe yeye alikuwa anajua hapo polisi wa Kamotho. Kumuona alijua ni polisi.
lakini hakuniambia. Nikaona kijana amechomoka bio, by the time nashtuka nini amepotea, nimeshikwa. Nikazungushwa masaa 3 town, nilikuwa nimefungwa pingu. Sina makosa. Lakini hiyo nilikuwa na hasira. Umaizungushwa masaa 3 town na pingu na haujafanya makosa, ulikuwa uko stage unangojea gari. Hapo kuna polisi walikuwa na hiyo tabia ya kushika. Sijui kama waliisha. Nafikiri bado wako. Bado wako hao polisi bado wako wakamukunji. Wanakushika tu na madharau, haujafanya anything, ulikuwa unaenda nyumbani. Wakanipeleka Kamukunji. Kamba sasa sijui kama ni Usiku ama nani alikuwa hapo nje. Huyo wakora waingie, nikasikia maniita mkora na mimi nilikuwa natoa kazi. Sasa shida nikaulizwa, bro uko na nini? Sema ama utukuweka ndani, uko na nini? Ile tu pesa nilikuwa nimepata hiyo siku nikapatiana tu wote. Unajua nilisaidiwa, nilipoa lift na jamaa wa tuktuk nikaingia boot. Wengine wakibeboa mbele. Unajua hauna kitu, unataka tu ka lift ufike nyumbani. Sasa kufika nitaendelea na hiyo story next time. Ndio acha tuweke hiyo story nilikuwa nataka kuwapatia. Next time. Aki polisi muokoke juu mkicheza hamtaona biguni. Waokoke. Imagine nilinyang'anywa tu wote. Sasa hiyo umeitwa mkora ukasikia uoga juu hata ujui ukora ni nini, ukasikia uoga. Alafu unajua polisi wanakuwekaga uoga ndio uogope. Venye nisikia mmoja anasema hapa akasema wakora waingie ndani ya wakora. Walikuwa wani saa hizi wote. Yaani unaekelewa makosa mpaka unashindwa kujitetea. Unajua walituambia aje? Ati wametupata na wale wasichana wanasimamaga hapo Rudhuri. Sasa kusikia hivyo unaona, alafu wanakuweka uoga, wakoma tumewapata hapo hawa na tunataka, alafu nilikuwa Friday, nataka Monday waamkie kotini. Sasa ukisikia hivyo, alafu ulizo uko na nini, si unasema kila kitu yenye uko nayo. Ndio nilishikwa na wakatazi nikiuza maembe. Unaona? Yaani inakuja tu hivyo. Kumbe watu wako pale wameniona. Kwa hivyo unakuja akaniambia mama niusie maembe. Ananiambia naenda uniusie tukiwa pale kando. Nampeleka pale kando. Na hata hauna hiyo atione hapa kuna data. So nikianza kukata na za hiyo nimeshatoa karatasi ndio nitoe, ananitolea. Naona ni neema, alafu nakaa kama sielewi vizuri. Akaniambia mama tutakucheka. Sababu amenitolea maandiko lakini najua hujui. Unamwangalia akamwambia mama nimekushika. Anakwambia unakuwa na smile nyingine mbaya. Unajaribu kwa smile unaona smile ikoje. Ni smile ya matata. Ungefanya nini, uko na nini? Unatoa zile coins yote yenye umeuza coins ukameipo na unajua from there unahesabu we. Okay. Anyway, Mungu ni mwaminifu. Above all, here we are and we thank God for that. So mama, ninataka tupeane analysis ya mahali nyumba imefika. Naona masaa imeenda sana, ni kama leo tutawapea analysis alafu tupange time ya kwenda site. Tukawaambie sasa tunataka nini na nini. Maana leo ni kama ilikuwa siku yako ku encourage. Mawaida ya mama. Thank you so much Virginia wa Gari TV, Farodi wa Dayo family. Tumeshukuru sana na tumeenda vizuri. Yes. Na kabla uongee Fresh Hutchinson, acha nikujibu. Unajua kuna kitu tulikuwa tumepanga na yeye. After kupanga producer akaacha kazi. Unajua si kumwambia. Kukaa unajua kuna story tunapeana hapa na Reverend Kefas. Sasa iko na attacks mingi. Sijui kama uliona. Niliona. Story ya tunaingia ndani, tunaingia mvunguni mwa shetani. Tunampekua. So ilikuwa na tu attacks kadhaa. Fresh anajua vitu zingine siwezi nikakuelezea. Unaenda unaipanga kitu, ukienda kupanga mwingine anaacha kazi. So najua huwezi elewa but nipigia baadaye. By the way hizo story mingi zinakuwa na attacks kabisa. So lakini Mungu ni mwaminifu kwa wale wananiombeanga, na washukuru sana. Some of the stories we bring unangojeanga vita lakini unajipanga vizuri. Although attacks zingine unasema haidhuru lakini ni sawa tu. So Freshia jariria dhudha wa hema. Kuna kitu tulikuwa tumepanga na wewe, sijasahau lakini kama sina mtu
confident wa kwenda nje na yeye. Kuna shoot zingine na cancel, zingine nazipangua na nazipanga next, but najua tutafanya tu, sijali. Yes. Wow. So mom, take over. Okay, thank you. Na tumeenda vizuri. Ndio wega few. Thank you so much Faruthi wa Thai family na Virginia, mahali mlinitoa na mahali tumefika at this time. Naweza sema ni Mungu. Na nituthiete wega sababu hata saa hii tukiangalia upstairs yote imemalizika rangi. Wow. Na kwa maana ya wale watu hawajui nini tunaongelea, vizuri wakumbushe. Nafikiri tutakuwa tunafanyia nini fund drive kwa site tukiwaonyesha. Nafikiri hiyo ndio itakuwa nzuri, ndio waone ni nini tumebakisha. Na vile tunasema, so leo ningetaka tupee analysis ya mahali tulianza na mahali tumefika. Thank you. Wacha kwanza niongee kidogo because it is bad to assume that everyone anajua what is happening. Tuko na hii project tuko nayo ya kujenga nyumba. Tunajengea watoto wangu 12. Watoto wenye walikuwa na nyumba lakini hivi mambo inaingiaga kwa familia, tukawekwa nje na mzee karudisha rafiki yangu huko na watoto wake. So sisi tukawa kama hatuna makao. But I thank God that wakati kumefika hivyo, Virginia Wangari TV, Faruthi wa Thai, you came with a very good idea ya kujengea hawa watoto. Na tukanunua hiyo uwanja na tukaanza kujenga. Up to now nyumba tumesimamisha. It's not just a nyumba but it's a mansion, nyumba ya kifalme. Actually we are 75% done. We are 75%. Side finishing tunafanya. By the way. And tumeenda vizuri sana. And thank you so much for all of you. Sababu mmekuwa so supportive, hamkuchoka na hamutachoka mpaka tumalize ile nyumba. And thank you so much because of trusting on us, sababu unajua these are the people atatujuagi. Nasikia ukisema akina Freshia, nasikia ukisema wengine wenye wako hapo, akina Sintake, akina Knighthood, Penina, Maureen, by the way, all of you, kina Joyce Crack tulianza na wao huko. So thank you. Mimi I'm so happy sababu nyinyi mnanionaga mimi sijiwajui, but you really support me as your mother, as your sister, as your aunt, as your mentor. Muna support ya kabisa. Hata wengine wamekusupport kuliko vile wana support familia zao. That is very true. That is very true. Wananipenda kuliko. Unajua unaona mtu anakuja Kenya. Most of them wananiambia. Na wamama mnapendana. I'm telling you. Wamama hawapendi kuona mama mwingine akiteseka. I'm telling you this wananiambia Virginia, hata sijaona watu wetu. Lakini nimesema first of all I just see you, I hug you, na nimekuja. Tena wanafurahia. Yani mtu akikuona tu wanasikia vizuri. I like that. Even some of them they are making cakes. Unaona wanakuja na ameuda cake inaitwa Virginia Wangari TV just to make you happy. Birthday yako inakuwa lini? Ni July. July. Ni July 28. Tukao tolea July nawe. Kwa hivyo na halio mwana uko na Julai ni nani? Kuna mtoto anakuwa kwako? Ni September. September. Hakuna wa Julai ama Julai ni mimi. Maybe ana wa Julai. Okay. Kwa hivyo me I'm so happy because of that, na nimeshukuru sana. Nituthiete wega Faruthi. Kuna hiyo ragi nimesema right now tuiko ragi tumeimaliza hiyo huko juu. Nataka ambia watu nyumba ilianza, sasa imesimama, tumeweka mabati. Kisikia rangi wanajua rangi gani? Wako wapi mashariki na whatever wao wakinini pale. Unajua kuna cabinet niko nayo pale ina update pale sababu CEO ni kama unajua ni kama CEO unajua kuna kuweka na wale mashariki na secretary watu wa minute wanapeana. But let me take this opportunity kusema leo sababu leo nimeambiwa hivyo. Oh my God. Okay. Tudhiete wega. Na nyumba tulianza chini. Waje tukanunua ya 50 by 100. Exactly. Tukaja tukapata one lady akasemama mimi
nasimama na milango yote. Very good. Mawe. Very good. Akasema mawe yote hapo mimi nasimama nayo. Na akatoa na akamwaga. You remember the lady before tuanze alisimama pale akatoa mifuko 100 ya simiti. Yes, I remember. Can you remember the company yenye ilikuja the first day? Yes. The first day. Ile kampuni ya Golden Dream. Ikaigiriria pale. Yes. So unajua how ndio wali. Hiyo analysis ndio nilikuwa nataka hiyo. That one they opened. Yes. Ndio walifungua ile simiti. Exactly. Ndio walileta pale. Na that day ndio wakanipatia ile ingine ya. Exactly. So unaona? Ile ya ma 2 for free. Ile ya ma 2 for free. Can you remember that? Wakakupea plot. Uko na title kwa nyumba sikumbuki. Ndio na title. Hata ninaona hii mfumo wa maembe. I was thinking tupande maembe huko. Si ni kule tukijie kwanza tukashune sababu najua kakona tumaembe before we plant another sababu tunataka to plant na tufanyie nini. Ilikuwa faraja tu. Na watu wengi marafiki wangu hapa akina Mary wakanunua sana. Makereko. Wakakuwa majirani wako wengi. Wako hapo. Kina Mary Moregi. Watanituma nikienda. Okay. Unaona? So si unakumbuka hiyo wakati. Sikia na itu dige msema wa mama tulikasirika ni kunyang'anywa watoto na mama wa kambo. You know we are celebrating. By the time I met mom, hakuwa na furaha. Tukikutana na nyinyi ndio ulikuwa unacheka lakini haukuwa na furaha. Na unajua chenye kinanifurahisha ni ati unaendelea ukihil. Tukikutana ulikuwa unaongea statement moja unalia. Sasa hii umeenda ukihil, you are becoming more stronger. More stronger and strong. We thank God for that. Yeah, sure. Kwa hivyo ni vibaya kusahau what happened. Yeah, sure. Tukumbuke wale watu walisimama by that time. So tunakumbuka tukiwa pale hao wote the time wengine walikuja pale hata akina Emmaus walikuwa. Yes, exactly. Emmaus, you cannot forget. Kwanza Emmaus walikuja wakati tulikuwa tuna anoint kiwanja. We anoint kiwanja. Si ndio hiyo? Na wakapeana hiyo sheki yao ya 1100. Si ndio hiyo? So tumepelekana na those people. Yeah, sure. Na ndio hata Fupisha safa Rodius wakaidia kazi. Sasa by that time ndio tulikuwa na vision ya nyumba yenye tunataka kujenga. Hatuko tunajua itaanza aje na itamalizia aje. Si ndio hiyo? So sisi tulijionea tractor pale ikianza kunini kutania. Late now we are talking. Nyumba tukasimamisha. Yeah, sure. Nyumba tukaweka mabati. Kukaja one company ile inaitwa Animals and Sons ikatoa milango. Haya, hata sijui inaitwa aje. Unajua huyo mzee ni mimi alipigia. Nataka amesema ndio nilikuwa nakuja na hiyo report. Anataka tuende na wewe one Saturday jioni. Tunaenda na wewe. That's so nice. Kwa hivyo huyo alikupigia simu huyo. Akaniambia hiyo nyumba ikaribia kuisha mkujie milango yote. Ndio hiyo. Yote alipeana yote. I'm telling you Faruti. Wow. Milango imeletwa. Imewekwa yote. Yote iko juu. Kwa hivyo nyumba tunafunga. Tumenunua nini chita kwate. Najua ndio naenda na kisikumbuka. Locks. Hizo. Koji. Isio. Tumenunua. Kwa hivyo milango yote ni kufunga. Hapo ndio tuko. Okay. Uko upstairs. Haya tumemaliza gypsum. Another achievement. Gypsum imeisha. Sasa tuoge hiyo gypsum pole sana. Thank you so much because hamkushoka. But kama kuna kitu tumeongea for long ni gypsum. But today we are not talking about gypsum. That's so tumemaliza. Nice. Sasa rangi upstairs ziko sawa. Kuliko yes. Huko hata mtu akienda kulala hata ambiwa amuka kuna rangi kuna nini. Sasa from tomorrow ni downstairs rangi. Rangi juu imeisha? Juu imeisha kabisa. Haya, kuna ile ofisi ya CEO tulikuwa tumeiweka pale na nyumba ya wageni. Tumepiga plaster. Okay. This week tumepigwa plaster yote.
na tumeweka piping ya stima. Kwa hivyo hata hiyo iko chonjo. Waiting ile tulikoroga ikauke ndio sasa kila kitu ikuwe chonjo. Haya, tukiangalia nje tomorrow ndio tumemwaga mchanga, hata ile tumeongeza ingine tumemwaga. Kwa hivyo hata ile tanki uliasha pale tunaweka maji yote chini. Sasa beauty ni ile tulijenga pale storage water. Hiyo sasa ndio tunamwaga maji hapo kama kuna maji inatumika. Otherwise ile tanki nimeko pale ni flat. Nimemwaga chini. Kwa hivyo tomorrow ndio wataleta hiyo hiyo Kamodi. Kale kakumonda. Sasa kesho itamondoa. Kwa hivyo hiyo tena imeisha. Ile ya ukuta tulikuwa tunaweka ile karai hiyo wiki yote bado imeisha. Kwa hivyo naona tunamaliza sasa. Sasa si unaona? Kwa hivyo hizo zimeisha. Kwa hivyo sasa Faruti tunamalizia rangi huko chini. Sasa utaongea about fittings. Sababu so let me ask, saa hizi ni kazi gani inaendelea? Ni wapi na wapi kazi inaendelea? Ndio watu wajue. Unajua huko napataga watu wengi. Niko na mambo mingi sana inaendelea. Hebu tujue haswa ni nini na nini inaendelea saa hizi. At this time. Saa hii kuna hao watu wa landscaping wako huko. Kuna hao watu wa rangi. Rangi meko. Na sasa umetuambia wameshuka, kwa hivyo wako chini sasa. Wameshuka sasa, wako huko chini. Na sasa kule kwa CEO huko kunapigwa kaplasta. Kwa hivyo hata huko hakukosi vijana wawili watatu wakarekebisha hapa na pale. Miti tulitoa yote ya hiyo nyumba na tukafanya. Kwa hivyo those are the people wenye wako huko ndani at this time. Sasa hiyo ndio kazi iko, tukigojea fittings ndio ule plumber na yeye anaitwa plumber ndio aingie na yeye aanze mafitting ndio akaweza kufunga ma toilet. Tunaanza na fitting. Yes, kwa hivyo hao at this time au ndio wanafanya kazi. Sasa kitu tutafanya juu masaa imeenda sana, kesho saa 9 tutakuwa kwa site. Kesho saa 9 tutakuwa kwa site. Na juu tumeelezewa vile mambo iko, sasa kesho tutakuja tulitafuta choo. Na tukazipata. Lakini tumeambiwa tunahitaji sink na tukasema juu hizi choo tumeambiwa ni cross couple. Sasa tukaona choo za chini ya ya master bedroom na ya wageni ziwekwe cabinet yenu. By the way ni yenu. Hiyo choo ni yenu. So ya master bedroom juu iko chini na ya wageni juu iko chini, ziwekwe sink iko na kioo na cabinet juu ya kuwekelea tu vitu hapo. At least pia mgeni anasikia ako nyumbani. Na hizo cabinet tumeambiwa ni 20k na fittings tukifanya hesabu zinakuja around 100k. So roughly 150k tutakuja kuwaitisha kesho. Ile itapita juu. Unajua hawa mafundi tunahesabu vitu na hatuhesabu mafundi. Na unasikia kuna wanapaka rangi, kuna landscaping, kuna wale wako kule kwa ofisi. So pia tutawafashirira siku ya kesho. So muthenya wa rucio ndo Ngai masaa ya saa 9 tutakuja live. Mtu ngoje kesho tutakuja kutafuta hiyo 150k na pia ikiongezeka ni vizuri ndio tupate ya kulipa mafundi. Mama utafanya hesabu ya mafundi ndio tujue tutaongezea pesa ngapi ndio iweze kutolewa. Toe hakuwe kule imagine kumaliza tunamaliza. I'm so happy juu hii nyumba ni kuisha inaisha. Na we cannot forget there's a lady, a good friend of mine mwenye alitoa gate. Hiyo main gate. Hakutaka kutajwa lakini mimi nitasema ni mchungaji. She's a bishop. Pamoja na marafiki zake. Hiyo ni gate nyinyi mlitoa. So mahali huko, may God bless you so much. Ona wane rutiro kaheana ngiri ya kuithano magana maku meri matano ngiri 1500 2000 5k 10k 20k. Tulijionea watu wakitoa 30k. Last time uliona watu wakijitolea choo moja mtu akiwa peke yake. Tumewahi kuja hapo watu wakajitolea sana. Tunataka kutoa shukrani. Leo hatutaki mtoe kitu. Tunataka kutoa shukrani. Umuthire ketumshokeria. Tulikuwa tumekuja hapa kuwa encourage na kutoa shukrani. Because watu walifanywa mingi na watu wamesaidiwa lakini hawananga hiyo time ya kutoa shukrani. Leo tumekuja kutoa shukrani sababu tumefurahia na ni mengi mmetufanyia. Personally I'm speaking that on behalf of mom. Unajua hii nyumba tukianza hatukuwa tunajua itakula pesa ngapi. Tukianza hatukuwa tunajua tutaifanya aje. Hii nyumba itakaa aje.
So nyinyi ndio unajua kukua na design ya nyumba si kumaanisha umejenga. Nyinyi ndio mmefanya hiyo design ikue vile tulikuwa tunataka. So we want to appreciate you akina Nightwood Gaming na wale wengine wote mmekuwa kwa safari hii, akina Alice Buyoya, tumewataja nyinyi wote kwa hiyo safari yote. Unapologetic, thank you so much. May God bless you so much. Akina wote wenye wamekuwa akijitolea, unakumbuka akina Cooking with Liz, akina Niboras, akina Dorcas Marekia, akina Mire Murege, akina Mire Furugo, hao wote tumekuwa kwa safari moja na wengine wengi siwezi wataja wote, mnajijua, akina Kamesa Kamaru, akina Njakim, akina Grace Njeri, Joyce Crack, Freshia Hutchinson, Penina Benjamin, akina Lydia Soni, Dhahabu Desi, Lifted Ruth Nganga, hao wote tumekuwa kwa safari. Sitaki tuchoke tukimalizia. So tafadhali kesho tutakuwa na fundraising kidogo. Kamini na tatuita watumini ndio tuweze kusukuma tuendelee next section, lakini nikumalizia tunamalizia. Najua labda uko hapo na ungetaka kujitolea kitu fulani. Useme Farodhi, wacha nijitolee zile mataa zitawekwa huko. Farodhi, wacha nijitolee kulipa mafundi siku 2 at least nisikie hako kauzito, unaona? Farodhi, wacha nijitolee kitu fulani. I know you can because Mungu amekupatia uwezo na najua unaweza. Na nataka niwaambie hii nyumba tutamaliza na tutamaliza kwa haraka. So wacha tuongeze hiyo bidii kidogo, tugerie kurutira nikio mwe tuka kumucokeria ngatho tondu mundu mukiguni uri utacokagia ngatho na andu manekirwo maundu manene makarikĩrio na magakira. Personally ni ndeithĩtie andu aingĩ muno na tiothe macokirie ngatho na ndiakĩmeka ũguo nĩgetha macokie ngatho, no gũcokia ngatho ri it shows some inaonyeshananga furaha na the power of thanksgiving ni muhimu sana. Unajua hata Mungu, hata hii nyumba ikiisha, apart from kumwagiliwa mafuta na ile mambo ingine itafanya. Virginia, there is a section of some amount utaenda kwa kanisa. Uende upelekee mchungaji wako mwenye anakulisha kiroho, si yeyote mwenye anakulisha kiroho. Umwambie nimekuja in your presence, oh God, kutoa shukrani. Maana ilikuwa matarajio yangu nitajengewa, hata siku anajua nitajengewa, hata hungelala wote utajengewa, but Mungu amefanya ifanyike. So nimekuja kutoa shukrani. Na tunataka tuwaambie watu ni vizuri kuambia Mungu asante, ni vizuri kutoanga shukrani. By the way, akorohe kindu gikenagia Ngai ni igongona ria gucokia ngatho. Igongona ria gucokia ngatho, Mungu furahia sana. Hata kwa maombi ni vizuri wakati mwingine unatenga time unaomba maombi ya kushukuru Mungu. Ngai yakenaga ma. Virginia, wacha nikuambie leo, kuna mtu anaweza kuja kuambia mama, kuna mahali unisaidia, kwa sababu hata umesaidia watu. Kuna mahali unisaidia na nilifurahia, nilikuwa sina nini ukanifanyia. Akimaliza mpaka unasikia tu kurudi kwa mfuko tena utoe kitu. Mwambie yani vile nimesikia, acha nikuongeze. Hata waheshimiwa, enda tu pale kanisani umsifu. Unaona yeye hata kama siku wanitoe, acha nitoe. Unaona? So there's power in thanksgiving. Na siku ya leo tulikuwa tumetoa kutoa shukrani, tulikuwa tunataka ku-encourage watu alafu tutoe shukrani. So no tuage maundu maingi tungimwika andu a Ngai tondu muri aingi na nimututeithĩtie. Mwamuteithirie through kujigua na ti mami witu. But I took that time kurora situation yake na tondu ni ndarikirie nyumba ya hira muri ngĩiguithĩka nĩ ndiamũĩ no nĩ ndona rũgano rwake rũgĩthiĩ na mbere. So after kuulizwa na Lucy nikaona wacha nimjengee gikeno giake. Reke nguire ciana ni kirathimo, watoto ni baraka. Na sasa juu kuna watu walimuongelesha vibaya, kuri andu maririe wana. Wewe unakumbuka? Kuna watu waliongea vibaya sana. Hao watoto wote huko unajua. Lakini wacha nikuambie, when you are in that situation, huwezi elewa. Hauwezi elewa until you are in that situation. But God knew ciana icio nicio igatuika kirathimo giake. If it were not those 12 children, haungekuwa unajengewa hiyo nyumba. Umuthi uyu ciana icio ni kirathimo. Ungina guku ukihacu uguthitwo ni riũa. Umuthi uyu nyonaga uthia bara ngaigua mutumia akuria Virginia, niki wario boekete tafuta mahali ukule lunch, ugatumirwo cia lunch ni watoto.
ciana muone ciana uria cicia kirathimo nigetha aria mateaga ciana kiara-ini wale wanazaa watoto wanatupa kwa maji. Watoto ni baraka. Leo hii unakaka Virginia ako kaguo naona ni kama umevaa kwa live kadhaa kwani uliacha zingine huko? Si upita mahali utafute kaguo kazuri nikutumia pesa. Unaona, so when I see Virginia so when I see Virginia excited to some of those things, I was telling myself, I understand why. Maana unaona watu wamenyamaza hapa, lakini kuna watu wanapitianga magumu na wamenyamaza hapa. Wanalilia ndani kwa moyo. Mungu anaona machozi yako. Virginia suffered, but when the time was due for her blessings to come, gutire mundu ungiagirireirie. Alekio roni nyumba irakirota ya maratathi. Imepanda kupanda, watu wamejitolea kwa udi na uvumba. Yani gutire ati gweterera atiki. So na kirathimo tukumurikaga, by the way tukiwa behind the scene tulikuwa tunaangalia baraka za Virginia vile zimefuatana. Kuria nyararirwo, na nataka mark my words. Huko watu wanaona kama wewe sio binadamu. Huko watu wanakuona wewe ni bure. Huko watu wanakuona hauwezi. Watakuja kuwitness. Yani do kuma kuutari murathime. Kwa sababu Virginia, the same Kisii estate, alipitia kejeli, alipitia matusi, alipitia shida, alisafa mikononi mwa mtu. Huko ndiko amecelebrate akiwa. Yani uroima kuwa ndumeteketie kwe Ngai kabisa. Yani unatoka huko watu washaona yenyewe huu Mungu wa Virginia huyu tena duona kwa tawe na Ngai. Huko Mungu mgani kama ni wa Virginia, wacha akae. Hata nashukuru sana kwa Mungu kunibariki nikiwa Kisii estate. Even the neighbors they could not understand. Walikuwa nasema tena ndo matiekiadile Ngai wako. Mungu wako. Mungu wa Virginia. Huyo atumtaki. Lakini Mungu alitaka kudhihirisha. Unaona huyo Virginia mtakuja kutaka Mungu wake. Omothi uyo atumia aria mena ciana meyo magiriria na Virginia. Atumia aria mena ciana nyingine na maragerera thina. Kama ni yule mama mother of 12. Huyo akiuma kuria ina gibura na kiho kia green kiho kina madoa mairu. Aragia ta kurira ni thina haria geti shida, lakini anaongea. Unajua kuna hasira inaletwa na shida. So yani ukiwa na ukarakara kwa ugo na madharau. So this should be written. Rugano rwa kurwa guo ni kwandikwo, the story of mother of 12. Na ifukuru ligakori bestseller. Unajua wacha nikuambie, vitu zingine huwa zinafanyika na sababu. Vitu zingine huwa zinafanyika ndio watu wasome. Today hawa watoto wa Virginia megukura moya te kwe Ngai wa Virginia. Umuthi ukorwo ni Biblia irandikwo. Uguo tuigua Ngai wa Ithaka, Jakubu na Ibrahimu. No igwe Ngai wa Hiramu, Virginia, na Harris. Unaona? Tondu ni kuri andu umuthi mangiruta na rugano rwaku. So to tell you people, na I know most of you are missing to meet Virginia. Sasa hizi yako na mashonit. Mutakuwa anawakaribisha. Haombi ruhusa kama atawapikia chai. Hapana, unajua alikuwa naomba ruhusa. Naweza pikia wageni chai. Ndio lito. Naweza pikia wageni chai. Wacha hata hivyo ageleta wageni akina nani? Kwa nani? We. Kuna time alitupia kasuri alikuwa ameleta wengine sisi hapa na ni marafiki wake. Wamedagirio shuru wakake. Naona kabiashara lakini. Go ile. So this is a journey that began na machozi. Lakini imeisha na furaha. Imeisha na kufunza watu kwamba kuna Mungu ambaye hakusahau. You could be going through hell in your marriage. The situations that you are in, miuambia mtu kuna vitu hufanyika kwa maisha zinakuwa funzo kwa wengine. Ati lazima Virginia angepitia ndio watu wengine wasome. So lakini hilo somo ni somo la
vile Mungu anaweza kufanyia. Today Virginia is celebrating. Kuna wakati ndika hero boro Samiro goruga katiriri. Kiriro gitwikite irio ciakwa. Kiriro maithori matwikite ne irio ciakwa. Mimero yakwa kang'ara ni gukaira. Neginyare ukoitha uthio waku. Ndaguthaitha ngoro yakwa kihuru. You could be crying privately. Moimira na gukubara ugatuthekia. But deep inside you are going through hell. Unalia. Wehumbira ugo na merengeti tugeciria na wakoma. Lakini kilio. You cry day and night. It doesn't matter the problem you are going through. But the word remains Ngai witu alio muoyo. Amen. Muguri alio muoyo. Ayubu akiwa gwo yakigite. He realized even after going through hell. Ni arwamire muthenya umwe akiuga Mungu ni joy. I know. Muguri alio muoyo. Amen. So wewe unapitia story ya Virginia, wacha ikufunze ati kwamba huenda unapitia magumu. Huenda watoto wako hawakuli. Huenda hauna peace kwa nyumba yako. Huenda haujui hata kesho unaamka uende wapi. Yani you are regretting ukeira niki. Ngai ujarahurire niki. I want to tell you that Ngai ndage kwarahura aikonde kwendaga wone muthenya uyu ungi. Wanyita? Ngai ndage kuiga in the same marriage kama hakutaki huko. Wanyita? So ningetaka niwaambie siku ya leo God has a purpose for you. Kabisa. Siku ya leo na hata kesho. So let Virginia story ikuonyeshe kwamba kuna Mungu anayekumbuka watu. Mungu atakukumbuka. Uende unaona kama amekusahau lakini atakukumbuka. So tomorrow Oliver Mutisia kuja inbox, hiyo tutaongea kuhusu mtu wa kujengea. We shall talk na tutasaidiana. Sawa. So kesho saa 9 tukutane kwa site. Tuwekelelie maundu maria matigarite na Mungu atawabariki. Kama unajua kuna kitu unaweza jitolea, I know itakuwa mzuri na utajitolea tu. Because I know kuna watu hapa wanaweza jitolea kama kutosha wa mirango urerutire. So if you are there na unajua unaweza jitolea mataa ama hizo fittings ama chochote chenye unajua kimebakia, unaweza jitolea. Nikuuliza tu tukwambie ni nini imebakia, tukwambie amount, ujitolee na Mungu atakubariki. Mama. Yes. Kiugo kia mwisho nigetha tukirekererio hoe. Wow. Yes. Mimi nitasema ni asanteni sana na tumeshukuru sana for even kuingia, sio kawaida vile tumekaa hiyo masaa yote. Yes. Na mmekuwa hapo, wengine wamekuwa under the water, wanasemaga not water. Chini ya maji. Chini ya maji by the way. Under the water, chini ya maji. Sasa nikwambie kitu moja before tuendelee. Nikaenda mahali. Tulikuwa na Davis. Tukasikia jana. So wakati tukaletewa kapok. So najua kanakuja na ka green. So kuuma ka green nikasikia ni kabaridi. So nikasikia nikawarm. So nikauliza huyo msichana, kwa nini unaniletea mboga za zinaweza nipea heart break? Niko nimekasirika. So the girl baada ya kukasirika akasikia kucheka. Nikamuuliza kwani usikii? Unajua kuna watu wanakuwa na heart break. Sasa wakati hao walianza kucheka, David nikashindwa kwani ni namna gani na umekasirika. Unasema kama utamsaidia kumtetea. Kwa hivyo Virginia Wagere TV wacheni tushuke watu wasipeane vitu za kuhati break watu. Ni kweli. Heart break. Okay.
Okay, umbarikiwe sana. Thank you. Sio kawaida kutukalisha. Hata tunashukuru Mungu sababu tunajua sio kawaida kukua uhai at this time. Na ni vizuri kwa in every situation yenye unapitia, tell God thank you. Sisi tumesema ni asante sana sababu mmekuwa na sisi. And we believe that even tomorrow you will support us, mtatupea bado vitu zenu ndio tuendelee kujenga until tumalizie ile nyumba. Kwa hivyo me am so humbled na Bwana awabariki sana. Wenye wote ni wagonjwa, through what you do, yes, kutusupport, kutupea, may God heal you. Yes. Wenye hawana job, through what you do, may God give you kazi. Wenye hawana watoto, wenye wanatamani kukuwa na ndoa, through what you do, and even being one of us, may God remember you. Kwa hivyo, mubarikiwe sana na whatever muna earn, may God help you. Iwasaidie. Muinvest, musaidie wazazi wenu, nyinyi musaidike. Mi naombeaga mpaka wapate appetite because so many people they are earning a lot of money. Yes. Lakini akiangalia kitu hivyo Faruthi, nasikia kutapika. Ama unafugiwa karibu kila Ama kitu na unafugiwa daktari. kila kitu na daktari. So me I pray that whatever you earn, wakati uko na pesa, eat what you feel like unataka kukula. Sure. Na ukikula inakuwa mzuri na mwili na unaenjoy na unafurahia. Kwa hivyo Bwana abariki sana and sijui sina mengi ya kusema because I like word because wametufanyia, wametupenda mpaka tumesikia hivyo. So let me pray for them. Okay. Father, in the name of Jesus Christ, we come before you. We thank you. We worship you. We adore you because you are good, God Almighty. Tunasema ni asante sana because of this day God. Tunajua tuliamka vizuri na wengine wamelala vizuri. We thank you because of the gift of life. We thank you because of good health. We thank you because of the gift of children, God Almighty. Thank you, God, because of our businesses. Thank you because of our companies. Thank you, Father, even because of them that are trusting, utawafungulia njia ya kazi. Tunasema ni asante sababu tunajua wamepokea. My God, as you live, I commit these people onto your able hand, God. Thank you. Sababu these are the seeds zenye uliwaona na ukawateua. Thank you because of the way you use them vile Baba wewe unatakaga kuwatumia. So many time my Father unawatumia kusupport watu, to pray for us, my Father, to encourage us, to advise us. Tunasema ni asante sana. Thank you for the good relationship yenye tuko nayo. Tunajua ni mambo mingi sana ingeingia pale katikati, but I thank God because they understand things na huwa wanatatua mambo yote na kiugu. Tunasema ni asante Mungu. Na sisi sasa tunajiweka mbele zako Baba, even Faruthi Wadhayo, thank you for this support. Na hiyo roho umempatia ya kukaa nasi, ya kutupenda na kusimama nasi mpaka my Father aone tumekaa vizuri. Tunasema ni asante. May you bless him, even familia yake, ukaweza kuwazingira, enlarge their territory, wapatie kulingana na mapenzi yako, sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni asante. We cover ourselves under the blood of Jesus. Na tunasema ni asante hata Davis, hata yeye mkumbuke pamoja na familia yake. Sisi wote tunajiweka mbele zako. We know the devil is a liar, na tunajua anakujaga kuharibu, but the good relationship that you've given us, three of us, my Father, we do businesses together, God Almighty, tuongoze kwa kila jambo. Hata tukimaliza hii kazi, my Father, tuashwe tukiwa kitu kimoja, na wewe uendelee kutubariki pamoja na Faruthi Wadhayo TV na Virginia Wangari TV, sababu wewe ni Mungu. Tumesema ni asante, tutangulie kwa kila jambo, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 So asanteni sana, barikiwe. Kesho tukutane kwa site, na ukiona rafiki anaweza tu support pia unaweza mjulisha. Tunamalizia nyumba, so ukiona rafiki anaweza tu support na kitu, mwambie tu nimerudi, ama tunarudi kwa site kesho ndio tuweze kuendelea na kutafuta vitu za kumalizia hiyo nyumba. We are almost done, and therefore we thank God and we thank you for your support. Na tukimaliza sisi tunafungua tu. Ni kweli. Tukimaliza tunafungua tu Mara moja.
na ndiye kama mekwenda guitwo karami karia kahinyu kana marenda gwikirwo ki kuria nja Urukumoria thaa ici kana ukamoria rucio? Tukamoria rucio. Na karami kau kega karia kahinyu ndiga ni wonete ngira kwa mundu wa karami kau kahinyu ho gathaka muno. But anyway, okay, watatuambia. Maybe that is a new thing mnaniambia, but watatuambia tomorrow. So mkuje mkijua nini tutaweka nje. Thank you. Yes. So tumatawato waja tunamalizia and we thank God. Mamone handu ha guikara tai mundu ramuria riu rimuhuragira ndi kuoka. Anyway, na nitwahirio niguo twagitangatha nginya exactly haria twakire wega tuga tu bypass, lakini watu wajui bypass wapi. Hiyo siku ndio tangaza vizuri tuambie ni bypass wapi. Tondu ona hakwa karaja riu ni magahota kuona kuna mahali hiyo kana tumeiona mahali. Unajua watu watakuwa wanatafuta na video. Unajua mahali hii nyumba inajengwa yale Monica. So thank you so much. Muge na mahinda mega uko gwitu ni thaa thita saa 6 dakika 15 masaa ya Kenya. May God bless you so much. Nyuma tuikaria ona inyu to encourage na ona inyu mwamukira Thanksgiving ito. May God bless you so much. Asanteni sana. Davis, labda uko na neno la mwisho tukimalizia? Yeah, so guys, watu wa Farodhi ya Udhawe and also najua pia kuna watu wa Davis Rito pale na Virginia Wangare fans, nataka kuambia God bless you so much. Thank you so much for the big love, the big support ambao umekuwa kupatia either ya maombi, either ya kifedha, either pia with word. I just want to tell you thank you and God bless you. Si ati ni juu natujua, lakini Mungu azidi kuwabariki. And as for you Farodhi wa Udhayo, thank you very much kwa sababu si ati ni damu imetushikanisha. It's just been having the good heart ya mtu inaitwa moyo wa modo wa Gaia. Yes, so God bless you so much and just pray for your family that your family will continue stay kuja kwa familia yako, and may God continue blessing you kwa sababu unaenda mbali. So even you guys, God bless you. It doesn't matter shida yenye unapitia saa hizi. It doesn't matter ati leo umekufiwa. It doesn't matter leo ati uko mgonjwa. It doesn't matter ati leo unadharauliwa. Kesho watakuita sonko. So God bless you so much na Mungu azidi kuwabariki. All right. Yes. So thank you so much. Na unajua napenda kuwatambua sana juu nyinyi ni wa maana. Niona Angela Mambui nasema hi, see you Lady Virginia Rito and Farodhi. Thank you so much. Na kuna next girl nimekuona, thank you so much. Jakim, thank you. Angela Wambui, thank you. Elizabeth Wambua, thank you. Emily Modhoni, Lydia Soni, Penina Benjamin, thank you. Eve Naftali, thank you so much. Sinta K, Alice Buyoya, Lynette Kandua, Elizabeth Wambua, kuna Oliver Mutisia, asante. Unapologetic me, Basiso Joseph, thank you. Mire Mongai, Grace Jeria Ngoge, Janet Njoroge, Teshan Jogona Vlogs, Beatrice Wanjiro, wengi wenu nimekuwa nikiwasalimia tukitembea hivyo, Phoebe Mothoni na wale wengine wote wako huku. Mbarikiwe zaidi, tunawapenda sana. Na thank you. Mtu anaitwa Make It Amash Baby, nimekuona, thank you for watching also kutoka UK. Thank you nyinyi wote mmetazama siku ya leo. May God bless you so much. Tupatane kesho kwa site ndio tuweze kuendelea na kazi yetu na tutamaliza tu. Eno ni project hii tono ginya tulikie. So mbarikiwe zaidi. Asanteni sana. Bless you.